Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2 mũhari wa 28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mũndũ wa thĩ nĩ akoragwo ena weaknesses nyingĩ. Mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No, when you are a pessimist nĩ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekũraya mũno na meciria maitũ. Maandĩko moigaga atĩ harĩa ũũgĩ witũ ũkinyĩte nĩ ũrimũ kwĩ Ngai. Tondu ũũgĩ wake nĩ ũkirĩte meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tũhota kwaga gũkinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Wahota gũkorwo tondũ we ndwa embrace weakness yaku. Ndwa embrace atĩ we nĩ ũrĩ ka weakness ka marakara. Hĩndĩ ya Ngai akũrehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo nĩ mũndũ ũtamakaga ũrĩa araria. Ahota kwari kiugo we ũrakare. Ũmũtiga ũinũke. Kĩrĩa Ngai agũkũigĩre nĩ gĩakũra. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena nda take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku-expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, MURATA wa NGAI.
Thiini wa ibuku ria Joeli 2:28 ekuga atiriri, na ni ugakinya atiri ati thutha wa maundu macio ningaitiriria andu othe roho wakwa, nao ariu anyu na airetu anyu ni makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Guku gwa Theophilus TV no kuo wamukagira tafarira ciothe ciri na kiguni muturire-ini waku. Na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thiini wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Theophilus TV. You are excellent, O King of all the glory. Your name is highly lifted up. Your name is highly glorified. Your name is highly lifted high, Jehovah Father. I revere you this evening in the mighty name of the Lord. I declare there is no other God but you, Jehovah Lord. You alone reign, O King of kings and Lord of lords, Alpha and Omega. You are the beginning and the end. You are the first and the last, O Lord of hosts. I give you all the adoration from the bottom of my heart, O God. I exalt you, Jehovah Father, from the depth of whom I am, O King of kings. You are the giver of life. You are the giver of strength. You are the giver of the breath that we have, O King of kings. You are the giver of all things and the supplier of everything, O King of kings. By your hand, O my Father, you have held us, O my God. It is by your hand, O God, that we live. It is by your hand, O God, that we walk and talk, O my Father. It is by your wisdom and your understanding that we can reason, O King of kings. I glorify you, O Lord Almighty, of whom you are. Be lifted up, be glorified, O King of kings. Be glorified in the heavens, be glorified in the earth. Be glorified in your temple, O Jesus. Be thou glorified, O Lord of lords. Be thou lifted up, O King of kings. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. I give you all the adoration this day, Jehovah. May you speak to us, O Lord of hosts. May you open this word, this mouth, O God, and put your word, God. But I may speak what comes from you, Jehovah Father. You alone reign, O Lord Almighty. In the mighty name of the Lord, I give you praises because of our viewers, O God. Tunakuomba Bwana ukaweza kuwa pamoja nao siku ya leo. Fungua mawazo yao Bwana, wakaweza kuelewa na kufahamu kile ambacho utakachoweza kufundisha siku ya leo. Najiachilia mikononi mwako Bwana, kwa kuwa wewe ni mkuu na wewe ni mfalme wa wafalme. Jina lako litukuke, jina lako liheshimike. Jina lako liabudiwe Bwana, duniani kote na kwa mataifa Bwana. I glorify your name and I raise the banner of Jesus. And I declare that Jesus is the name above all other names. That by your name, O my Father, we are saved. By your name we are redeemed. By your name we are restored, O God. By your name we are delivered. By your name, O my Father, the Bible says that whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. It is by your name, O King of kings, that I'm standing in this altar today. Take full eminence and take control, Jehovah Father. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and give thanks. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Mtazamaji, siku ya leo naitwa Pastor Ngechu David, uko katika Theophilus TV katika show ya Theegi wa Njamba, na najua ya kwamba kuna kitu ambacho unachotarajia kutoka kwa uwepo wa Mungu siku ya leo. And know that you are ready. Because the Bible says that who blessed are those who hunger and thirst, for they shall be filled. Kwa hivyo Mungu anajazanga the thirst that is in you. So the concept ya kukua tunapata hizi baraka za Mungu ni kwa sababu ya ile kiu ambayo tuko nayo katika roho zetu. Bwana asifiwe sana. So may God bless you so much. Tunapoendelea najua ya kwamba tutabarikiwa. Yesu ni Bwana katika maisha yangu, nimeokoka na amekuwa kimbilio njema. Damu yake imeniosha dhambi na makosa. So I declare that I'm dead, buried, and I've raised with Jesus Christ. So I hold the testimony of the Lord God on my lips. Na nakiri ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yangu na atazidi kuwa Bwana siku zote za maisha yangu. As long as I'm in this world, yeye ataishi kunitawala.
In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Last time tulikuwa tukiongea about sexual immorality, na tukatoka hapo tukaongea about times and seasons of God. Tukaongea tukajua kwamba everyone, kila mtu katika hii dunia alizaliwa na kusudi fulani. Kila mtu alizaliwa na purpose fulani. Kuna ile purpose yenye ilifanya Mungu akulete kwa hii dunia. Na hiyo purpose mahali penye tu unaweza ipata ni kwa Mungu peke yake. Mwenye tu alitengeneza hiyo purpose, yeye ndo tu anaweza kufunulia kile ambacho anachohitaji na maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na tukaona ya kwamba hakuna kitu ambacho tunaweza pata kutoka kwa Mungu kama hatuko connected na Mungu. There is a divine connection that the Lord huaga anahitaji. So the only thing that hinders us from that divine is the status of our hearts. Kuna vinye wewe mwenyewe ungeza kosa kuku expectant mbele ya Mungu, hakuna kitu ambacho unaweza receive. Because there is a way that God operates. Wakati Biblia inasema kwamba seek first the kingdom of God and his righteousness. When we seek first the kingdom of God, we seek to understand the way, mode of his operation. Into the modus operandi, mode of operation. There is a way that Mungu huanga na operate. Na ungeza kosa kujua hiyo njia Mungu huanga na operate, inaweza kuwa ngumu sana wewe kupokea kitu yote kutoka kwa Mungu. Kwa sababu he is a king, he has supreme rules, he has supreme authorities, and he has conditions. Kuna zile njia ambazo yeye mwenyewe hupitia wakati yeye mwenyewe anataka kutembelea mwanadamu. Na hizo njia ni hizo vitu za maana sana zenye mwanadamu anafaa ajue, so that you can prepare yourself. David anasema in the book of Psalms 51 verse 17 that the sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart. A broken heart and a contrite spirit. This the Lord cannot despise. So kuna vitu kukimaanisha kwamba if these are the ones that the Lord cannot despise, that means that the Lord can despise a person. Mungu anaweza despise mtu wakati anapokosa ile condition ya roho yako yenye yeye mwenyewe anaweza tembelea. Kuna zile principles zenye yeye mwenyewe huaga anahitaji kwa mwanadamu. Na wakati David alikuwa anasema kwamba as I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. That means that condition ya hati yake ilikuwa hii ya kwamba mimi Mungu najua uko pamoja na mimi. So hiyo tu ndo ilifanya yeye mwenyewe akaweza kuokoa victory. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikakuja kurealize kwamba if the status of our hearts do not align with the expectation of God, inaweza kuwa ngumu sana hata wewe kwa mwanarika kujua kile ambacho unachohitaji katika maisha yako. Unaweza kuwa deceived na ishi kwa giza maisha yako yote ukijiambia ya kwamba unaongoja time ya Mungu ifike. Na time ya Mungu ilifika kitambo sana. The only thing that is awaiting is the status of your heart. The status that God is supposed to visit. Bwana asifiwe sana. So tunapoendelea, najua kwamba wakati tulipokuwa tukisoma about mindset, tulifahamu kujua kwamba kuna kitu inaitwa growth mindset na kuna kitu inaitwa fixed mindset. Growth mindset ni ile mindset ambayo inakuwa expectant kila wakati. It is expecting something from God. Na hii mindset ingine ambayo inaitwa fixed ni mindset yenye haina kitu yoyote yenye inahitaji kuinalana. Fixed mindset ni kama yenye ilikuwa na soul. Soul yeye mwenyewe alikuwa naishi kwa sababu ya watu. Hakuwa naishi kwa sababu ya vinya Mungu anahitaji. So mawazo yake, roho yake, status ya roho yake haikuwa after kufurahisha Mungu. Ilikuwa after kufurahisha wanadamu. That is why wakati aliambiwa amesin against the Lord, yeye mwenyewe alisema yes, ndio najua I have sinned against the Lord, but please, O prophet, honor me in front of the elders. Because status ya hati yake si hati yenye inaweza repent. That is why David alikuwa anasema ati the sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart. The status of the heart that is after pleasing God is after breaking before the Lord. So the reason watu hupata wako kwa mashida mingi sana kwa maisha yao ni kwa sababu roho zao hazikuangi expectant kwa Mungu. They don't have the status of the heart that Mungu hanga anahitaji. Na wakati mtu anapoendelea na maisha hivyo, kwa sababu hakuna matunda kwa maisha yako, unaanza kupata una develop matunda ya zile actions zenye wewe mwenyewe waga unafuata. If wewe mwenyewe you don't recognize God in your life, first thing that happens is that you will not bear fruits of seeking God or of someone who is after God. Hakuna venye unaweza toa matunda ya kile ambacho wewe mwenyewe hujapanda. So unapata mtu ni myangu, uko na miaka 20s, uko na miaka kutoka 19, uko 15 mpaka miaka 25, but unapata mawazo yako iko na shida.
because you're not bearing any fruits. And wakati unakosa kubear fruits, kuna kitu ambacho huingia ndani ya mtu, kujichukia. You start hating yourself. Because wewe mwenyewe ushaanza kuona ushakuwa stagnant kwa maisha. Hakuna kitu ambayo unajaribu ina happen venye inafaa. Because your heart doesn't have the condition of acquiring any blessing from God. So unapata yale mambo yenye wewe mwenyewe unafanya, utapata matunda yao mambo. Kama tuseme wewe mwenyewe umepanda matunda ya kukua, uko na anxiety, ama unapenda sana kuishi kulingana na vinye mabeshte wako huaga wanaishi, unajipata kuishi katika hiyo standard yao inakuwa ni kitu ngumu sana kwako. So unajipata kila wakati unafikiria venye wewe mwenyewe unaweza ishi hiyo lifestyle. But the requirement that Mungu anahitaji ndo kuraise kwa hiyo standard, ndo Mungu anakosa. So you end up hating yourself. Wakati mtu anapokosa kujua time yake na season yake, he ends up hating himself or herself. So unajipata umeanza kudevelop other things due to the lack of information that unafaa kuwa unajipeleka kwa Mungu bila kitu yote ambayo umejifadhia ndani ya roho yako. So unajipata watu wameanza kudevelop vitu kama anxiety. What is anxiety? An anxiety is a mental condition characterized by excessive fear of comprehension about real or various things. Unajipata kwamba condition yako ya mind iko characterized na vitu zenye unaogopa vitu fulani zi happen kwa maisha yako. Naogopa, sasa mtu ameshafikisha 27 years, haujaolewa, hata hauna msemo mwenye wa kukuoa, ama wewe ni kijana umefikisha 35 years na hauna mtu wa kuoa. So unajipata hiyo condition ya mind inakula hiyo processing ya mind inakula processing yako, that wewe mwenyewe you don't think of the way out. The only thing you think is the depth of wewe mwenyewe unaanza kurevise hiyo situation yako. And the moment una revise hiyo situation, what happens is this: una develop fear ndani ya roho yako. So unajipata the fruits of fear haziwezi kuwa kitu ya maana katika maisha yako. Juu results of fear zitakufanya wewe mwenyewe hauwezi kuwa na way out, because your mind inafikiria tu hiyo shida. And the more unafikiria kitu, the more huaga ina grow ndani yako, the more inaendeleanga kuwa kubwa. The more you meditate about something, the more you store it in your heart, so that your heart will be full of that thing. Naogopa wakati nitafikisha 35 years, nataka kukuwa na familia yangu. Unaona ishafika 34 years. So instead of wewe mwenyewe kutafuta a strategy or a way out, kitu yenye iko karibu na wewe ni hiyo stress na hiyo depression. So unajipata hata wakati uko peke yako, unaanza ku notice heart rate yako inaanza ku increase, unaanza ku develop severe behaviors fulani that wewe mwenyewe unakuwa ni mtu irritable kila wakati. Mtu akikufanyia kitu ndogo unakasirika. So unapata you are not bearing fruits of anything good. Zile vitu zenye wewe mwenyewe umejiasha ni worries and the troubles. Na Yesu mwenyewe alisema in the book of Matthew chapter 6 verse 25. Jesus anasema, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you drink, nor about your body, what you put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Bible inaanza na kusema therefore. Wakati kuna jina therefore ni kumaanisha kuna kitu alikuwa amesema before hiyo jina. Na ile kitu alikuwa amesema ni hii, that no one can serve two masters. You either hate the one or love the other, or you will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ya kwamba if wewe mwenyewe unajipata uko na stress, uko na depression, uko na anxiety ndani yako, that means that there is something that you are serving that is not giving you any fruits at all. You either serve God or you either serve money. Kuna possible way that unaweza serve money na hauna. There is a possible way that wewe mwenyewe unaweza kuwa unatamani sana kukuwa na pesa na hauna. So hiyo condition yenye inaweka hati yako, that condition that it puts you in is a condition called anxiety. It's something that will never go away. Haiendagi. Anxiety si kama stress. Stress ni kitu inaletangwa na kitu moja, something specific imekupatia stress, na hiyo huaga inakam na inapass away. Lakini anxiety ni kitu yenye you have a fear of something, a tendency ya kuogopa kitu fulani.
ya kwamba mimi naogopanga. Maybe wewe mwenyewe unajionaga wewe ni mshort sana, that mabeste wako wote unaonaga wewe mwenyewe ni kama wewe haukuagi kwa equation yao. Hiyo si kitu wenye unaweza edit, si kitu wenye unaweza amka asubuhi ujipate umeshakuwa mrefu. So wewe mwenyewe utaishi na hiyo anxiety, that uko na hiyo fear that watu watakureject kwa sababu ya condition yako. So you live with that fear, the condition of the heart. Hiyo yenyewe unapata inakuhumiliate kila wakati. Wakati mtu anakufanya kitu kadogo unakasirika sana, kwa sababu unaona na ile mentality, huyu mtu anafikiria mimi ni mdogo. So unajipata it is a condition that can hover itself in your life, na iweze kukubeba kwa maisha yako yote if you don't have the wisdom to embrace it. So unajipata hii anxiety ni kitu wenye you kujanga, alafu inakula processing ya mind yako. Therefore mind yako inakuwa haiwezi fikiria about a way out, inafikirianga na kumagnify ile situation. Now one thing happens when the situation is magnified, it is occupied in you. So that means that you don't have a way out. We mwenyewe unaonaga tu hakuna njia nje. And ukikosa way out, kitu moja huaga ina happen. Unaanza kujichukia na unaanza kuona wewe mwenyewe hauna value. Unaanza kurigard watu wengine ni kama they are better than you. Na the moment unaanza kurigard watu wengine ni kama wako better kukuliko, you start living your life in a way that you want to please them, that you may have someone who will sympathize with your weakness. Hakuna mtu mzuri akisympathize na weakness yako kama wewe mwenyewe. There is nothing as revealing or there is nothing as wise as wewe mwenyewe kusympathize na weakness yako. Because watu wanaweza badilika, watu wanaweza kukosa kuambia ile kitu yenye unataka. But you yourself, if you make it a tendency of kujiambia zile vitu ambazo zinahitaji, zile vitu ukiangalia kwa kioo, you speak to yourself, jiambie mimi ni mtu wa maana, sitaishi hivi kila wakati wa maisha yangu, I'm going to be a man of honor. But wakati anxiety imeingia ndani yako na wewe mwenyewe umeifungulia mlango, without having the atmosphere or without knowing how to usher the atmosphere of you becoming a great man or a great woman, there is no way you can be at peace. Inaondoaga the peace that is in you. Now once the peace that is in you is taken away, you begin to develop some characters. And 5 signs za anxiety, ya kwanza inakuwa ni restlessness. Restlessness inakuwa wewe mwenyewe hauwezi tulia mahali pamoja. Hauwezi kaa mahali pamoja utulie, kwa sababu your mind ina try to find a way out. That wakati yenye wewe mwenyewe umekatu mahali pamoja, you are thinking a lot. Unaweza ona ni kama ni hiyo place inafanya ufikirie hivyo. So unaenda unatafuta mahali pengine pa kukaa. Unapata pia hapo hakuna kitu yoyote yenye ni ya maana. Ukikaa na mabeste wako, ukiwaangalia, unaanza kuona wao wenyewe life yao imeendelea vizuri. Ni kama wewe ndo the only one out. So unapata kuna hiyo sense ya kukuko restless. Na wakati umeokoka, alafu unaanza kupata anxiety, it is a golden opportunity of the devil pulling you down. Because anxiety huaga inakufanya wewe mwenyewe, the peace of God cannot rest in you, because there is something that has mastered you. Ndio maana Yesu alisema you cannot serve God and mammon. There is something that is mastering you, not God. Because if God ndio amekumaster, utasema kama venye David alisema that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. That means that wakati wewe mwenyewe unapitia anxiety na uko restless, ni kumaanisha kwamba God is not in your equation. That is when nilisema last time, the only cure to everything that unapitia katika maisha yako, it's God. If wewe mwenyewe haujamrecognize na hujamuacknowledge, there is no way his power can be at work in you. Napata Joyce Nduta, Mungu akubariki sana, God's child. Nasema amen, barikiwa Pastor David as you minister. Amen, God bless you so much, God's child. Nancy Kamau anasema hallelujah, praise the living God. Theophilus online, Mungu akubariki sana. Tabitha wa Margaret, Mungu akubariki. Ann Moora, Mungu akubariki sana. Grace Roman, hallelujah, praise to the name of the living God. God bless you so much, Grace Roman. Cecilia Wachuri, God bless you. And Tabitha, Mungu abariki sana. So wakati wewe mwenyewe umedevelop restlessness, that means that the peace of the Lord is not in you. Na wakati David alikuwa anaongea kuhusu Psalms chapter 23, alikuwa anasema you make me rest in quiet waters, in green pastures and in quiet waters. That is the peace of God. That means that wakati umekosa ku acknowledge Mungu,
We mwenyewe badala ya kupata the peace that makes you rest in quiet waters, unapata restlessness ndani yako. Hauwezi tulia. That's unapata hata ukiingia church, you do not have hope for tomorrow. So you cannot stay at one place. We mwenyewe huwezi kaa place moja. The worst thing about we mwenyewe kujibebea burdens ni ati wakati zimekuwa mzito haunaga mtu unaweza kusaidia. And that is why Jesus said that cast your burdens unto him, because he cares. But once wewe mwenyewe umekosa kujua how to cast your burdens, this is why I started off by saying that the God works with principles, and seeking the kingdom of God is knowing the modus operandi. It's knowing the mode of his operation, the way to cast your burdens. Wakati umeshindwa kujua how to cast them, zitaendelea kukukula. And the more zinakukula, something is happening. You are wasting time. Time does not wait for any king. Time does not wait for you because of who you think you are. Hata kama wewe mwenyewe uko 25 years, time will not wait for you. Time hayongojagi mtu. It will still tick. Time keeps ticking and another baby is born. So ndo unaona kuambia leo, I want you to open your eyes and know that anxiety will only take or consume the time that you have under the sun. Na unajua kila siku ikiisha, you are getting older and older. Kuna time yenye mimi nilikuwa mwaka moja, kuna time nilikuwa a 1 day old boy. Kuna time nilikuwa 5 years, kuna time nilikuwa 10 years, kuna time nilikuwa 20 years. So in each and every time huwaga inasonga. And kama wewe mwenyewe hautafunguka macho uweze kurealize that wewe mwenyewe ndo una lose wakati yenye uko anxious over things, si Mungu huanga na lose. God is waiting for you to stand up. The Bible says that kings shall come to the brightness of your rising. It depends on the brightness of your rising. You are rising from the dust. The prodigal son, the Bible inasema wakati alizoea kukula na pigs, ilifika mahali and he came back to his senses. Na akasema ya kwamba I will go back to my father. If I stay here I will die. Kwa sababu time is still going, and as time goes by naendelea kukua mcheap na kukua worthless kila wakati. So he was restless. But the time ye mwenye aliamka and he began going back to his father, something happened. Babake akamuona from afar na babake akamkimbilia. The father came and kissed him. Akamvalisha nguo, akamvalisha viatu, akamvalisha hadi ring, the ring of ownership. Ring inakuwa ikimaanisha ownership, that you belong to me. Hata kama yeye mwenyewe alikuwa anataka kuwa slave, because there is something happens when you rise up from your restlessness and you start going back to where there is hope. Wakati mtu anasikia kiu, huaga anaenda anachukua kikombe, unaenda kwa mfereji unachota maji unakunywa. There is no way wewe mwenyewe unaweza enda kutafuta mafuta taa kwa chemist. There is where peace can be found. That is where you go. Wakati wewe mwenyewe unataka kwenda kuchukua ama unataka kupeleka mtoto shule, you go to that school and inquire admission. Kila kitu wenye unahitaji kuna mahali penye kinaweza patikana. You know where to find hope. Jesus said that cast your burdens unto me. So he is the one that can carry away all your anxiety. Bwana asifiwe sana. That is one sign, restlessness. Wakati mtu anakuwa na ile anxiety ndani yake, something happens that restlessness ndo huaga inakuconsume. It consumes your time. Hata unajipata, another problem is this, that you are being irritable. Unafeel umekasirika, unakasirikia kila mtu. Kwa sababu unaona ni kama wao ndo wanafanya ukue hivyo. Wewe mwenyewe kwa sababu ya ile mood yenye uko nayo, hata wakati yenye mtu amekukosea kidogo, hata maybe hakuwa anataka, the rate that unakasirika nayo ni rate iko juu sana, kwa sababu already in your head something is mastering you. You are in a state of mind. You are in a mental condition that is making you feel a lot of anxiety and making you fear that something bad is going to happen tomorrow. So unajipata hiyo mood unatembea nayo hata kwa barabara. Kwanza ile time unajipata hauna pesa, that is when you hate yourself a lot. Wakati wewe mwenyewe unaweza salimia mtu akose kukusalimika, that's if umeisha hivyo. One benefit about ladies ni ati wao wenyewe they have a way out. They have a way of speaking out. Sio kama wanaume. Men do not know how to speak out. Men do not know how to express themselves. That is unapataga wasichana wanaweza kudiscuss kutoka A hadi awanaga siri. Sisemi eti ni wabaya, that helps them. It helps them.
Though inakuwaga mbaya wakati inapita kipimo, wakati inapita boundaries. That is the worst thing. But men do not know how to share. That is why unajipataga the rate of watu wenye wanajinyonga sana ni wanaume, sio wasichana. Because women always have a way out. They express their feelings. But huyu mtu mwenye anapitia anxiety na hajui kuji-express. First thing is that the anxiety, that fear inamkulia ndani. Ye mwenye akona ile fear, akona ile, anaona ni kama something bad will happen. Kila mtu kikam kwa maisha yake, anaona huyu mtu nikaha nitaki mazuri. So unajipata you're not functioning 100%. Kwa sababu the space of your mind that should be the virtual space of reasoning out is already consumed by anxiety. So unajipata you do not have a strategy in the way out. Kwa sababu the part of the brain that develops a strategy is already consumed. Imechukuliwa na hiyo fear, imechukuliwa na hiyo anxiety. Bwana asifiwe sana. So unajipata ya tatu is that you get tired easily. We mwenyewe unaboekanga na kitu haraka sana. Kama ni kabiashara unataka kukaeka, kakikosa kupik within the first week, we mwenyewe usha give up. These are signs of anxiety. When you have ceased to let God reign over you. When umekubali mambo na kureign, the God that reigns in money. There is a God that is in money called Mammon. There is a spirit that monitors money. That is where the Bible says that the love of money, it is not money that is evil, but there is a spirit accompanied by it. Bwana asifiwe sana. So wakati wewe mwenyewe unaanza kuona solution yako itakuwa pesa, ndio maana unaanza kuona inakuturn down kwa sababu hauna hiyo pesa. So that is why Jesus said that no one can serve two masters. You cannot serve God and serve mammon. That is a condition of God. You must understand the modus operandi of God. That if you do not bow down to God, you are going to definitely bow down to something else. That is mammon. Na ndio maana unapata watu wanaweza fanya tu anything ndio wapate pesa. They can even sell their souls to the devil because they do not understand the concept of how worth they are. So this is anxiety that we are talking about. This is a golden opportunity ya shetani kukuvuta chini na kufanya ukuwe wewe mwenyewe ni wake. When you don't understand the concept that which God controls, God reigns in. Kama hau understand venye Mungu huanga anawaka. You don't want to go before the Lord and give your heart to Him so that He can rule over you. Then something else comes and takes charge over you. So unajipata ya nne ni difficulty concentrating. Ama mind yako kwenda blank. Ndio unajipata hata hakuna kitu unafikiria saa hiyo. Kuna mtu nilikuwa nimeongea na yeye this week. Alikuwa ananiambia kuna shida ya kusahau. And the reason akona hii shida ya kusahau ni because yeye mwenyewe akona stress mingi sana kwa maisha yake. There are things that yeye mwenyewe anafikiria sana. So wakati anafikiria hizo vitu sana, the brain, the processing unit, the central power unit is the mind. Hiyo mind iko na task ya kufikiria hizo mashida. Unaanza ni kama kuchiukad. Kuchiukad ni wakati una revise hiyo shida over and over again. Na wakati una revise shida mara mingi sana, something happens is that wewe mwenyewe you do not find a way out. There is no solution in worrying. Kwa sababu si ati hiyo kuworry ita cause anything happen. There is no fruits in worrying. Hakunaga fruits na kujali. Ati sai kama tuseme saa hizi unataka pesa ya kurudi shule. And then uanze kustress, hata stress mwezi mzima ama mwaka. Hiyo pesa haitakuja. You need this understanding. Because wakati anxiety imekuja, haikupatiangi a way out ya kufikiria hivyo. Kuna mtu aliulizwa swali, do you have a problem? Akasema yes. Akaulizwa, is there anything you can do about it? Akasema yes. Then why worry? Mwingine akaulizwa, do you have a problem? Yes. Is there anything you can do about it? Akasema no. Akaulizwa, then why worry? Because in both ways, there is no essence of worrying. If there is no solution, then that means hakuna haja ya kushinda ukijali, hakuna kitu unaweza fanya. But kama kuna solution, that is what you go for. So this understanding, wakati mtu amekuwa amedevelop ile anxiety, you cannot find solace in money. Hata upatiwe mingi aje.
Wakati wewe mwenyewe umepatiwa hizo pesa, you will not fall down to worship God, but you will be worshiping money. You will be bowing down to mammon. Na God hatapata mahali ndani yako. So kitu ingine ni you have sleep difficulties. That hata wakati wenye unaotaga tu ukirokota tu pesa chini. Unarokota pesa. Umefurahia sana. Kila mahali kuna mapesa mingi sana. Wewe mwenyewe unaamkaga kama umerusha mkono kwa mfuko. Hauna eni. Because the state of your mind ni state yenye iko carried away. The only thing that you need, you have the desire that wewe mwenyewe unataka kutimiza tu hiyo desire. So unajipata hiyo kitu unafikiriaga sana ndio utalala wote nayo. Hata wakati unaamka, you still can't sleep because anxiety imekula the part of the brain that helps you to rest and to sleep. There is no peace in you. So hauwezi pata usingizi. So unajipata hizi vitu ni vizitu zenye nimeona zinakosingi watu wana bow down to other gods. Kuna kijana nilikuwa naambia okoke. Ananiambia mimi naweza tamani sana kuokoka lakini nafanyaga kazi kwa klabu. What am I supposed to do? Yeye mwenyewe, he does not value God, that he values his own life. That means that yeye mwenyewe asha bow down to mammon. Watu wame bow down kwa God zingine kwa sababu wamekosa kukuwa wana trust Mungu kwa zile vitu zote zenye wanafanya katika maisha yao. One thing you must understand, that the gifts of God, they add no sorrow, but the things of the world, they are going to bring sorrow to you. Kwa sababu pesa ni kitu inawezaisha. Unaweza amka asubuhi upate hauna ini. Unaweza enda kwako, wewe mwenyewe ulikuwa unatamani kukaa vizuri, una TV kubwa sana kwa nyumba, una vitu za maana, upate ulipigwa koto, zote zimeenda. Are you still going to worship God? Kwa sababu if your hope is in those things, then that means that hizo ndo hope yako iko kwa hizo vitu, haiko kwa Mungu. That is why watu wana develop anxiety, because their hearts are not in a condition to value God and to cherish God. But they cherish other things more than they do to God. So unajipata God hayuko kwa question yao. So the only thing that is in your heart is how you are going to fulfill the things that surround you. Bwana asifiwe sana. Na hizo vitu zinaweza kudiscourage. Kwa sababu kama kuna kitu moja nimeona imesumbua watu wengi sana ni anxiety. Anxiety ni kitu yenye imefanya watu mpaka wa backslide. Mimi nataka kuokoka, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi kwa klabu. Nitawezaje kuprovidea watoto wangu? That is why Jesus alikuwa anasema that do not worry about what you shall eat or what you shall drink, because your father knows that you need these things. Si ati Mungu mahali penye yuko hajui unahitaji hizi vitu. Anajua unazihitaji. But now there is a way that yeye mwenyewe anataka wewe mwenyewe uzipate, not your own way. Because your own ways cannot sustain you fully. The blessings of God zinakujanga na baraka ndani yake. They add no sorrow. But wakati umeanza kujitafutia vitu, ndio maana Yesu alipatwa na kijana, the rich young ruler, na akamwambia I want to follow you. Jesus akamwambia the commandments, akasema I've been following these commandments ever since I was young. Yesu akamwambia there is one thing that is needed of you. Go sell everything you have. Give them to the poor. You will put treasures for yourself in heaven and then come follow me. That is a test. That the things that zimemsurround ni za maana sana kwake, that alitoka hapo kama amewori, alitoka hapo kama amekasirika, emotionally disturbed. Kwa nini alikuwa emotionally disturbed? And the Bible states that he was a rich young ruler. Why was he disturbed? Because money cannot give you peace that you need. The divine peace is not found in money. The divine peace is not found in wealth. The divine peace is not found in riches. But the divine peace, the secret of divine peace is godliness and contentment. That is why Paul anasema that godliness and contentment is great gain. When umedevelop kukuwa na ile hati ya kutosheka na zile vitu ambazo uko nazo. Yes, we need money for the ministry. We need to stay in a good house. We need good clothes. We need good cars and everything. But then again, we are not supposed to lay our foundations on those things. Our foundation should be laid in God. That means that yeye mwenyewe ndo anafaa kukuwa the source of our supply, not money. So ni kumaanisha there is a possibility you are either worshiping money or money is worshiping you.
You either worship money or money worshiping you. And if money, wewe mwenyewe ndo una bow down to money, that means that money is controlling you. Your emotions, your mood is going to be operated by the money that you have. Pesa ndo itakuwa ina control mood zako, ina control emotions zako, ina control the mental condition ya akili yako. And one thing will happen, that pesa, shetani akijua hivyo, anajuanga how to bring you to captivity. That is how people sell their souls. That is why Jesus alikuwa anasema, is life no more than food and the body more than clothing. Mungu alikupatia mwili. Yeye mwenyewe si anajua hiyo mwili inahitaji kukula, inahitaji nguo. He knows. That is why alikuwa anasema that look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns. Yet your Father, your heavenly Father feeds them. Are they not more valuable? Are you not more valuable than they? Angalia madush zikikuwa zina fly juu, zinakulaga na zinakunywa. Mungu yuzi providea na haujaiona hata kamoja kakiwa na jembe kameenda kulima. Then what about you? Why worry about tomorrow? By worrying you cannot add even a single day in your lifetime. Bwana asifiwe sana. So wakati yenyewe mwenyewe umejipata you are so restless that hadi church huwezi tulia hata 20 minutes, just know that you are anxious about something. The Bible says in the book of Philippians chapter 4, do not be anxious about anything, but in everything, in prayer and supplication with thanksgiving. Yes, the only thing you're supposed to do in everything, represent your worries and your supplications to God and give thanks to the Most High. Wakati we mwenyewe unakosa kujua the secret in giving thanks. The secret in giving thanks is the secret of making a blessing become permanent in you. The secret of divinity in every blessing is in the understanding of giving thanks. That is why wale watu 10 waliponywa, but ule mmoja ndo lirudi. Na huyo mmoja ndo alipata the divine healing because he knew the secret. Is that I will not only worry about what I have right now, but I will worry about if I'm giving God thanks for the far that he has taken me. That is a secret. Bwana Yesu asifiwe sana. May the Lord help us. Najua ya kwamba watu wengi sana wanashindagwa kutoka kwa hizi state of mind. Because ni kitu yenye inakuwa gani hard sana. Mtu alikuwa ananiambia ati mimi nashindwa nitatoka aje. Alikuwa ananiambia there is no way unaweza evade the fact that uko na stress. There is no way unaweza jiambia ati hii shida haiko na iko. How do you overcome it? You think beyond it. You let God reign over you. That is where the Bible says that, oh great mountain, what are you to Zerubbabel? There is a point that comes that when God takes control over you, he raises you in a level that you look at your problem and it is below you. It is not above you. But wakati umeingia in the worship of money, na kwa sababu saa hiyo hauna pesa, according to the rate that wenye uko na pesa, kama hauna unakuga hapa, shida zinakuga kubwa sana. But wakati ukianza kutupata, ndio unaona shida zinaanza kupungua. Kuna time itafika na zinaweza kosa kabisa. Na hapo ndio wenyewe, because your hope is in money, you'll find yourself in a state called depression. Sasa hiyo ndio state ile inakuwa ni mbaya sana. We'll talk about it later on. But I want you to understand anxiety. Wewe mwenyewe kuna kitu kana kusumbuaga kwa maisha yako. Maybe uko na condition ulizaliwa nako. The only thing you need to understand is to embrace that situation. Hakuna kitu inyaso vingi kitu kama wakati yenye wewe mwenyewe una adapt, una improvise so that you can overcome. These 3 things go hand in hand: adapting, improvising and overcoming. Bwana asifiwe sana. You must know the way to approach God, and you must know how God operates. When you enter into his realm, you know what he likes. Vile yeye mwenyewe huwaka, his mode of operation, how to acquire blessings from God. How do I acquire them? First of all, is that lazima usikuko ruled na anything of this world. You cannot serve God and mammon. First of all, bow down and worship God alone. Then God himself, he will give you the ability to make profit, as he says in the scripture. Bwana asifiwe sana. Thank you so much, Grace Roman. Thank you so much, Tabitha. Benedetta Ndego, God bless you so much. Mungu atende mema. Salome wa moyo, Mungu akubariki sana. Na Edward Ramilia,
Mungu akubariki sana. Anasema amen. May you pray for me. Yes, may God bless you so much. May God be with you. Kama unapitia hiyo kitu, and the Lord is going to deliver you. Give yourself totally unto God, and He is going to help you. Lady Macharia, Mungu akubariki sana na kutendea mema. So these are the things that you need to understand. If wewe mwenyewe unajua ya kwamba uko na hiyo mental condition ya kufikiria shida sana, kuna watu wenye hawawezangi kutoka kwa thinking fulani wakiwa ndani yake, you need to know how to give your burdens unto Jesus, and I know that He's going to deliver you from each and every infirmity. So wakati yenye uko una face restlessness, una face hiyo kukasirika haraka, you're getting tired easily, difficult concentrating, or your mind going blank, wakati yenye uko na sleep difficulties, just know that hizo ni signs za kitu inaitwa anxiety. Cast your burdens unto Jesus because He cares for you. Yeye mwenyewe hata kubali ati wewe wakati wenye umecast kwake, He takes control over you. Don't let money take control over you. Thank you so much, and Mwaura, Mungu akubariki sana na kutendea mema. May God bless you so much kwa katika show ya Theegi Wajaba, and I know that as we continue, kwa sababu kuna hii series ni refu sana, tutaweza kuidiscuss. There's more about this that we are going to discuss about them tomorrow, na najua ya kwamba Mungu atatubariki. Let us give thanks. Abba Father, in the mighty name of the Lord, we worship you. We give you glory, honor and adoration, O God. There is no other God beside you, Jehovah Father. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mfalme, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa falme Jehova, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Bwana, na kutukuza na kuenzi siku ya leo. Ninasema unastahili kuinuliwa na kuhimidiwa Bwana. Jina lako litukuzwe Jehova. Ni asante kwa sababu ya service ya siku ya leo. Jehova, tunakuomba ukaweza kutusaidia Bwana, ili tukaweza kuishi kadri na mapenzi yako Mungu wa rehema. Tusaidie Bwana, tusiweze kujibebea mizigo Bwana, bali wewe Bwana ukaweza kutusaidia, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe Bwana. We rely on you, O God. We cast our burdens unto you, O King of all the glory. We cast our worries unto you, O Lord. May you come and take preeminence over us, O God. May you come, Lord Father, and lead us in your paths, O King of all the glory. In the mighty name of the Lord, we glorify you, Abba Father, and we adore you because of whom you are, King of Kings. Ni asante kwa sababu wa viewers wetu siku ya leo, wale ambao wako katika platform zetu wa Facebook Live na YouTube Bwana, ninakuomba Bwana ukaweza kuwa pamoja nao. Wale ambao wako katika TV ya Theophilus TV Bwana, ninaomba neema yako ikaweza kuwafikia mahali popote walipo Bwana. Mkono wako ukaweza kuwafikia Bwana. Take away their burdens, O King of all the glory. May you enlighten them, O God. Bwana, nakuomba ukaweza kuwafungua macho ili wakaweza kujua ya kwamba Bwana wewe ndio mwanzo na mwanzilishi wa maisha yao, na wewe ndio ambao utakao malizia katika jina la Yesu Kristo. Help us to rely on you, O God. Help us to trust in you, O King of all the glory, because only you reigns and you care for us, O God. We give our burdens unto you, O King of Kings. In the mighty name of the Lord, we worship you and we give you glory, Jehovah Father. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we do pray and give thanks. Amen. 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 Wale ambao hawajaokoka, rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, ninakuomba uniokoe, nioshe dhambi na makosa, nikakubalika mbele zako. Siku ya leo nimeokoka. Nipe Roho wako Mtakatifu aniongoze kila siku ya maisha yangu, na kupatia maisha yangu Yesu, unitawale milele, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wale ambao tuko nao, ambao wako katika Facebook Live, katika YouTube na TV, tuko na a seminar yenye tutakuwa nayo in the second week of December, and I know that we'll have the brief information later on. Na najua ya kwamba kama wewe ni youth uko pale, tutakuwa na seminar hapa, and will be a 2-day seminar, na najua ya kwamba Mungu atatubariki. Mungu wabariki wale ambao wako na tithe zao na offering zao. Utapeana katika producer atakuwekea namba katika TV screen yako, na Mungu atakubariki sana na kutendee mema. May the Lord bless you so much. Shalom, shalom, shalom. MURATA wa Ngai. Thaburi 55 mwari wa 16 ikuga atiriri, no niĩ-rĩ, no ngayagĩre Ngai,
nake we Jehova nĩarĩ kĩhonokagia hwa-ini na ruci-ini, ona ningĩ mĩaraho no ng'ung'uage ngĩcayaga, nake mũgambo wakwa nĩekũũigua. Gũkũ gwa Theophilus TV, ũhoro mwega ũmbaga o gũtherũka thĩinĩ witũ, na nĩkĩo rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya metha-inĩ ya kĩroho. Thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya metha-inĩ ya kĩroho, ngakũgeithia harĩa hothe ũrĩ Mwathani agocwo. Ithuĩ twaheirwo roho ũrĩa umaga kũrĩ Ngai, twaheirwo. Koguo atiti ati nĩ kweretherwo, tunapromisiwa ati tutapewa, twaheirwo already. Kama umeingia in adoption, it's already inside you. Rĩu tabarĩra ĩno ĩrĩ gũkinyagira o handũ hothe thĩ ya Roma. Kĩndũ gĩothe kiumĩte harĩ Ngai oyaga, tiga gwĩtua, na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa twarega tũhũragwo tabia agakũingĩria wilderness-inĩ. Maandĩko maya ũtũmĩrwo thĩinĩ wa Kolosai 3 mũhari wa 22 ĩrakwĩra atĩa? Thiĩ wathĩkĩre kwanza ũcio kwandĩkĩte before ke uhende to nyingĩ, athĩkĩre ũcio kwanza kwandĩkĩte ũcio mwathĩkĩre kuma miaka 20 up to 30, ati ufatie kwetha the good boss to learn from him. You are learning how to do it. Wina miaka kuma 20 to 30. Ni muraigua? Azin unaambiwa a good mentor. Nyitanagira na Pastor Nyambura o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, wona cihanda thaa thita cia mĩaraho o gũkũ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata